Yo, inakuaje my brother? Poa, inakuaje? Bana kama kaa. Tiko Mbepo. Yes. Kwa nini Tiko Mbepo? Tiko Mbepo ni short. Tiko ni AKA ya kwangu ambayo imetoka katika short. Kirefu chake ni Lutiko, jina langu halisi. Kwa hiyo kifupi ni Tiko, afu Mbepo ni AKA ya baba yangu kwa sababu ni jina ambalo limeteka sana famous pale Mtambo tumekulia. Kwa watu wengi wakawa wananiita Mbepo Junior, nikasema siwezi kutumia Mbepo Junior. Nikaeka na mila kwangu Tiko, basi kawa Tiko Mbepo. Kwa hiyo Mbepo ni jina halisi la kitani la baba yangu, na Tiko ni jina langu pia short jina langu ambalo limetokana na Lutiko. Okay. Mimi ningependa kufahamu kitu kimoja pia na watazamaji ambao wanatazama kipindi hichi cha Dance Beats TV online. Wangetaka kufahamu labda, sawa, ushawaeleza kuhusu jina lako, labda safari yako ya sanaa ilianzia wapi mpaka leo tumekuja hapa tunazungumzia habari za EP tena. Kwa nini EP na umeanzia wapi mpaka kufikia hapo? Mimi bwana, nimeanza sanaa muda mrefu sana. Yaani miaka mingi, nikisema miaka mingi ni vile tu sanaa yetu ya dansi ya haina ukubwa sana. Sio Tanzania tu, ni duniani kiujumla. Nimeanza sanaa rasmi kabisa katika grupu na watu 99. Umeona? Kwa hiyo nikafanya sanaa ya aina ngoma. Nilianza bolingo peke yangu mwenyewe, nikaja ndo kwa sababu ilikuwa grupu la kakaangu, kwa sababu sisi kwetu kote tulipotokea ni chimbuko la sanaa. Babangu alikuwa dansa, mpigaji, mcheza mpira na vyote. Actually unashangaa damu imesambaratika kiasi hicho kwamba kila mtu pia ametokana pia sasa hivi anakuwa anafanya vitu hivyo hivyo. Ushaona? Kwa hiyo lakini mimi ni mtu ambaye tayari nikaichukua ile talenti ya familia, nikasema inaweza kuwa ajira kwangu, ingawa hata wale nitangulia hawakuweza kuifanya kwa ajira. Kwa hiyo nilijisogeza ninapopaweza mpaka hapa nilipofika, lakini nikasema nafanyaje ili ni hadi kitu. Ndio nikasema basi niamue kutengeneza muziki ambayo itakanipa hisia ya kunipa uhuru katika movement zangu. Ndio mpaka naona ni sasa hivi nafanya muziki rasmi na nimezindua EP yangu yenye ngoma 5. Kwa nini ngoma? Kwa sababu ngoma kwa Kiswahili, kwa Kiingereza kirudi inakuwa ni dance. Kwa mimi kila kitu ninachokifanya ndio nikazindua kitu kinachoitwa kitu cha dance, kwa sababu ni sehemu ambayo nilipotokea na ninahitaji niwasilishe hiyo hisia yangu sasa katika hatimiliki za kwangu mwenyewe za kimuziki. Naam, nafikiri umeweza kumsikia kwa kifupi tu kadiri kaweza kuelezea juu ya safari yake alipoanzia mpaka hapa alipofika sasa. Basi mimi ningependa kujua Tiko, pamoja na watazamaji wetu hapa, mbali na kuwa familia yenu yote hapa imetoka katika uchimbuko la sanaa, na wewe unasema ndo mmoja pekee ambaye umehakikisha mpaka hapa umefika, umeiendeleza sanaa kuifanya kuwa ajira rasmi na kuifanya kuwa maisha. Sasa unaweza ukatuambia ni changamoto ngapi labda ambazo uliweza kuzivuka kuanzia unapoanza hii sanaa yako, mbali na familia yenyewe kuzingatia sana hicho kitu, nayo unatoka kwenye familia ambayo iko katika mazingira ya sanaa, lakini behind labda kuna kitu chochote ulishawahi kupitia ambacho kilikuwa ni changamoto kubwa sana kiasi kwamba ikakufanya wewe uweze kuweka usiriasi zaidi kwenye kazi zako na tasnia ya dance kwa ujumla? Changamoto ni nyingi sana ambazo nyingine watu kibao wanakutana nazo, ila changamoto ya ajabu kwangu kwa sababu nimetoka katika familia ya hiyo talent ya dance, hiyo music. Babangu anaimba, kakangu pia anaimba, babangu anacheza pia, kakangu anacheza, babangu mpigaji ngoma, kakangu pia mpigaji ngoma, sijui umeelewa. Kwa hiyo ni challenge niloipata kwa sababu wao hawakuweza kufanikisha hiyo sanaa kuwa ajira. Kwa hiyo waliamini kwamba mimi sitoweza, kwa maana wao watu wazima wameshindwa, mimi ni nani niweze, sijui umeelewa. Kwa hiyo itokana na mimi baadaye niliweka kipaumbele sana sanaa kuliko hata shule kiukweli. Kwa hiyo ilifika tamati mpaka shule mimi siwezi kuelewa chochote. Mimi nafikiria zangu tu niende mazoezini, nifanye hivi, nifikishe sanaa nipeleke hapa, nifanye nini. Afu uzuri sasa tukubahatika kutoka katika familia zile nzuri, kusema kwamba kila kitu unapatiwa. Ushaona? Kwa hiyo nikajitahidi, nikakaa na ile trusting yangu kwamba okay, mimi ndo nitakayeweza kuwafanya hawa hicho walichokiacha kiwezekane. Sijui umeelewa. Kwa hiyo nilikuwa najitahidi nipigane na wananchi na hii familia na ukoo na wananchi na familia yangu ndani ambayo inajua pia hii sanaa
ni nzuri na wao ndio walioniambukiza hiyo, lakini pia hawaamini kwamba itakuja kuwa ajira. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa vita kubwa sana. Kwa hiyo naambiwa usifanye, msoma, sisi tulifanya sana, hiyo haiwezi kukufikisha huko, lakini baadaye wakakubali. Kwa hiyo ilivyofika tamati kwamba mimi nimekuwa msaada kwao katika maisha kupitia sanaa yangu, na kuamini okay, kumbe inawezekana. Nimekuwa na familia, nimekuwa sio mtu wa kulia kwao kusema nahitaji hiki, nahitaji msaada huu. Nilikuwa na struggle mwenyewe, mamovie mengine nayaficha kwa sababu sitaki wao wanione kama kwamba bwana, hii haiwezekani. Kwa nini umeona unaumia afu utaki kuacha, sijui umeelewa. Kwa hiyo mamovie mengine nilikaa nayo nikaact kwamba mimi niko sawa, ili tu wao niwaaminishe. Lakini baadaye, baada yao kuona kumbe mzee anaweza akapanga, anaweza akalisha familia na watoto, anaweza kuoa, anaweza akafanya nini, unajua anaweza kutusaidia sisi mahitaji yetu yote, anaweza kumsaidia baba akiumwa, basi ndo kuja kuamini kwamba okay, kumbe inawezekana. Baada ya kuona nasafiri nje na nafanya mambo kibao, naye inawezekana. Kwa hiyo baadaye sasa na wao akawa wanajitahidi sasa familia zangu kuniletea watoto wao, kwamba bwana, mtoto wetu unamweka wapi huyu, unajua kakaangu mwenyewe kashaniletea watoto wake, bwana unamwekaje huyu, sijui umeelewa. Kwa hiyo hiyo kwangu ni furaha, kwa sababu tayari nishahakikisha wao kuiona hii ni sehemu iko katika upande wa gani tena mwingine, sio kama wao walivyofanya. Kwa hiyo ni challenge kubwa sana. Mimi challenge kubwa nilopitia ni ya familia, sio mimi. Katika maisha yangu sijali sana watu wa nje, sijui wananchi wanasema nini, wanaongea nini, kwa sababu hawajui mimi ninayopitia, si ndio? Lakini familia wanaweza kujua sisi tunaishiji katika familia. Je, tiko wewe ukikosa nani wa kukusaidia? Hakuna. Kwa hiyo ili ufike sehemu fulani tunataka ufanye hivi ili wewe usije kuwa tatizo baadaye, sijui umeelewa. Kwa hiyo ndio nilikuwa napigana nayo sana, na wao waliniweka kama tatizo katika maisha yao, lakini Mungu ni mwema, mimi niko salama na bado naendelea na harakati. Na sasa hivi tena ndio kwanza nafungua kitabu kingine, naanza upya, maana yake naenda kwenye vita nyingine mpya kabisa, ambao I make sure kwamba itakuwa kama ilivyokuwa katika dansi. Umeona, inshallah. Kwa hiyo nazidi kumwomba Mungu tu nifike pale unapopataka, na nia yangu iwe njema kabisa, na hata katika vizazi vijavyo. Wewe unatutazama, hiyo ni kwa uchache tu. Mwanangu ameamua kukudekezea mambo yake ambayo ameyapitia kuanzia alipoanza sanaa yake ya muziki, sasa hususan katika upande wa dance na vitu kama hivyo. Aishakueleza kwamba familia yake yote wametoka katika fani au tasnia ya muziki. Kwa hiyo yeye anachokifanya ni kukiendeleza kile ambacho kakikabidhiwa kutoka kwenye familia yake. Tunasema kwamba amechukua mikoba ya familia, kaibeba, kaiweka mabegani na kaipeperusha bendera vizuri ya familia yake mpaka hapa ilipofika. Wewe mbali na yote, nafikiri jamii yetu imekuwa ikituchukulia sisi ni watu ambao hatuna nidhamu, hatuna heshima, na pia hata baadhi ya labda wadau ambao tunafanya nao kazi au tunafanya nao kazi, kuna wakati labda wanaweza kukutreat kama katika hali ya kuonekana kwamba labda haustahili zaidi, kama tuseme wasanii wengine wa Bongo Flava muziki na vitu kama hivi. Lakini inavyojulikana kwamba tasnia nzima ya muziki au tasnia ya burudani bila kuwepo dancer inamaanisha kwamba tasnia hiyo haijakamilika. Sasa sijui unakubaliana na hilo swala au niko tofauti kidogo, kwa wewe ambaye kidogo una ujuzi zaidi na vitu kama hivi? Mimi nadhani sasa hivi muziki sasa hivi ndio unazungumza, ndio unahitaji hiyo. Lakini wapo wanamuziki ambao wanafanya vizuri na hawajaje kushughulisha madansa, simeelewa, hawajaje kushughulisha dancers katika safari zao za muziki. Ni sasa hivi muziki ulivyobadilika na watu wanavyopeleka ma challenge nini, kwa hiyo imetokea sisi sasa kuonekana umuhimu wetu uko wapi, which is good katika maisha yetu, kuonekana sisi ni mchango mkubwa katika sehemu fulani, ingawa katika mchango wetu hakuna kitu kikubwa tunachokipata. Na ndio maana mimi nikasema sisi ndo kila kitu sasa hivi katika dansi. Watu wanaimba, wanatengeneza nyimbo kwa sababu ya dancers. Anafikiria kabisa hapa nikipata challenge. Yani anatengeneza muziki wake kwa kufikiria dancers, kwamba nikipata dancers hapa kipiga challenge itafika sehemu fulani. Kwa hiyo ni kwangu mimi siwezi kuisema mbaya, siwezi kuisema sijui nini. Kwangu ni kubwa na ni nzuri kwa sababu tayari tushaonekana umuhimu wetu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba safari yetu ya dansi inazidi kukua.